Mimi napiga simu sasa hivi hazipatikani, sijui mtu alipo. Nakuja nyumbani naambiwa amehama. Mimi bila taarifa yote bro, sister. Nikaisi labda na matatizo tu na nini mtandao, labda simu kaibiwa mjini. Nikasema ngoja nije nyumbani, nakuja hapa naambiwa kahama. Amehamia wapi sasa? Mimi hata nijue basi alipohamia basi. Sasa kaka, ukiona niuliza mimi nakosea. Mimi sina cha kukusaidia. Kwa sababu wewe mpenzi wako na namba zake unazo, unampigia au unamtafuta. Pressure ina noma bro. Tapeli wa mapenzi, moyo wa robot, unajiuliza mshindi ni nani kati ya sisi? Tapeli wa mapenzi, penzi la popi. Inspector Kuru. Mbona naona muda unazidi kwenda, alafu huyu mhusika mwenyewe hafiki? Angalieni nyinyi wenyewe. Hamna, kwa jinsi hizo ndugu waita nafikiri kwa njia yao nakuja. Hamna, lakini ngoja dharau. Sio dharau. Watu wana changamoto nyingi. Kuna dharura zinaweza kutokea kwa njia yao huwezi jua. Kwa hiyo tunaita wito, wakidharau wito tutajua kufanya. Sawa. Kwa hiyo afande Kihudu unamaanisha kwamba mimi sina emergency? Hapana, hajamaanisha hivyo. Hayo unasema wewe. Kuwa na subira. Sawa. Kwa mnango dai watu wasubiri. Habari ya kazi. Asante. Naitwa Peter Chikunga, ni wakili wa Pop Handset. Naam, karibu. Na mhusika yuko wapi? Tupo wote. Okay. Tatuone mmoja hapa. Tupo wote. Asante. Sawa. Ukopi Handset. Sisi ndio tumekuita kwanza, sasa tunakuitikia wito. Ila Paradisho kwa hapa ameleta malalamiko kidogo. Yanahusiana na nini? Anasema kwamba ulienda kwake. Kwa kuona bali wako umeondoka umeiba pesa. Gari. Sio unasema hizo ndio za kweli. Hapana. Mimi nimechukua ambacho kilikuwa kinanihusu. Ni kadi ya gari tu. Kuna kitu kingine ambacho nimechukua. Labda Bwana Bishop. Labda kwa kuelezea namna situation ilivyokuwa mpaka ambapo umekuja kuleta malalamiko yako hapa. Yaani imekuwa kwaje? Chanzo kikubwa nimeibiwa. Na mhusika leo niibia Kihudu. Ndugu Popi. Hebu tutoke kwenye utani. Mimi sijaiba, nimechukua ambacho kinanihusu. Na hizo pesa milioni 2. Sijachukua pesa. Mimi nimechukua kadi ya gari tu, hamna kitu kingine ambacho nimeuza na ilikuwa. Paradisho. Kwa hapo ulipokuja kutoa maelekezo umesema kwamba umeibiwa gari na milioni 2 taslimu. Huyu amesema anachukua tu gari ambayo ni bana kuhusu. Sasa sijajua wewe maelezo kwa ni uongo au nani anaongopa kati ya wewe na kati ya mimi na wewe. Huyu ni mwanamke, tulikuwa tumeahidiana mambo ya kuoana, yaani ni mapenzi. Nikamwahidi nitamnunulia gari. Popi, tapeli wa mapenzi. Popi, tapeli wa mapenzi. Hajui kupenda, moyo wa kupenda hajaliwa kabisa. Ni mzuri wa sura na shepu, ila tabia ni nusu robo, roho baridi. Ila kuna siku ambayo tumepanga aje achukue kadi ya gari. Kwa sababu ile gari nilikuwa nishamkabidhi bado kadi. Ile siku aliyokuja ya kumkabidhi kadi nilimuonesha kweli.
sikumkabidhi hapo hapo, nikaiweka ile kadi. Baada ya hapo, katika mazingira mimi nisiyoyaelewa, nikakuta yule mwanamke tayari kishaondoka, kishaniibia, kaiba kadi ya gari, kaiba na pesa. Hiyo kadi ilikuwa na jina la nani? Kadi ilikuwa inamhusu yeye. Kwa hiyo ni ya kwake. Ndio ilikuwa ya kwake, ila nilikuwa bado sijamkabidhi. Mheshimiwa, unaweza kutuambia usichokielewa ilikuwa ni nini? Kwa sababu huyu ni mchumba wako na alikuja nyumbani kwako na wewe ndio mwenye nyumba, akawa ameondoka, wewe ukawa huelewi. Usichoelewa pale kulikuwa ni nini? Wakulipita. Labda nijaribu tu kukupa dodoso kidogo kuhusu mteja wako. Mteja wako kuna taarifa za kiintelijensia ambazo ziko chini ya carpet. Japo hawajaleta malalamiko moja kwa moja kwa staka, lakini huyu binti ni michezo yake. Sio unaelewa? Michezo yake ukiwa na maana gani? Yaani kutapeli watu, anajaribu kuwabuni watu kupitia mwili wake, lakini mwisho wa siku hawaoni hiko ambacho walikuwa wanatarajia na kuondoka na mali zao. Mheshimiwa afande, mpaka hapo hizo ni assumption. Hoja zako hizo hazina mashiko. Hebu tuongelee hoja ambayo iko mezani. Huyu bwana alipoleta malalamiko hapo, anasema kwamba anahisi aliwekewa madawa. Kwa hiyo alikuja kuamka akajikuta yuko peke yake. Sio ndio? Ninakwambia kwamba huyu binti anatumia mwili wake kulaghai bwana huyu. Mheshimiwa, unaposema kwamba huyu mteja wangu yeye amemwekea madawa, kipi kinachokuonyesha wewe kwamba huyu alimwekea madawa? Na huyu ni nyumbani kwake. Na huyu pia ni mchumba wake. Kama aliweza kumnunulia gari, na gari akaanza akamkabidhi akawa analitumia, na kadi amemwaahidi kuja kuchukua yeye mwenyewe kwa ridhaa yake, kipi kinaweza kumfanya huyu amchukue tena madawa amwekee yeye? Kwa kila kitu kapewa bila kuwekewa chochote. Wewe bwana, huyu binti alipokea madawa ya kulevya? Mimi kuhusu haya madawa ya kulevya kiukweli sielewi. Jinsi yeye alivyoondoka katika mazingira aliyoondoka mimi sijui. Nimejikuta niko peke yangu ndani. Cha umuhimu kadi sikumkabidhi, aliiba pamoja na pesa. Sikilizeni, tusizunguke sana. Mimi na ushahidi wa kutosha juu ya uwani. Sawa? Naam. Ambao unaonyesha kwamba yeye hakukupa madawa ya kulevya, bali wewe ulitengeneza mazingira ya kumpa madawa ya kulevya. Yeye ndiye aliyeweka madawa ya kulevya. Umeona? Yeye ndiye aliweka madawa ya kulevya, akamwekea huyu binti. Sijui malengo yake yalikuwa nini, lakini alipomwekea madawa ya kulevya yule binti, na yeye akakuona, akakushuhudia ukiwa unafanya hilo tukio bila wewe kujua kama yeye kakuona. Kwa aliporudi akageuza zile glass. Umeona? Ile uliotengeneza wewe madawa ya kulevya atumie yeye, ikakugeukia wewe na yeye akatumia ile nyingine. Kwa hiyo ile madawa akanywa mwenyewe aliyomwekea binti. Samahani. Hapo nimesikia kidhibiti kipo kwa mdomoni, ushahidi. Maanisha ushahidi upo kujitosheleza kabisa. Ingependeza vizuri kwa Kibudu. Ukapata kusikia ushahidi au kuona kama uko nao, kuona au kusikia. Ilikuwa na record. Itakuwa ni vizuri. Tudili swala tupate kulimaliza hili swali. Sikilizeni. Wewe acha jeuri. Kumbuka ulichokifanya juzi. Nimefanya nini? Umeniibia kadi ya gari? Umechanganyikiwa wewe. Nimekuibia au nimechukua ambacho kilikuwa kinanihusu? Umechukua ya kwako ile. Kwani hiyo kadi ina jina la nani? Sasa sikiliza, usijifanye mjinga. Unaelewa? Ukitaka mapenzi yaendelee ama naenda polisi. Wewe bwana, wewe usinitishe. Wewe unakotaka kwenda nenda. Kwa sababu mimi nimechukua kinachonihusu. Hamna kitu kingine ambacho nimekuchukua ndani kwako zaidi ya hiyo kadi. Kwa hiyo ukitaka kwenda polisi, wewe nienda tu. Na mimi ndo naenda polisi hivi, naenda kukuongezea kesi ya pesa milioni 2 umeiba. Bwana wewe, mimi hata unisumbue kwa sababu mimi najua wewe umeniwekea madawa na mimi najua. Lakini sasa Mungu alivyokuwa ajabu. Madawa umeweka wewe na umeanywa mwenyewe. Kwa hiyo ukitaka kwenda polisi nenda. Mimi hata unitishe.
Hiyo mimi nishamaliza. Utajua mwenyewe bana. Kwanza usichoshe. Bwana Disho, naomba tueleze ile sauti unasikia pale ni kwako au ni AI? Hii sauti ni ya kwangu. Ila kwamba haimaanishi kwamba nilimwekea madawa kulevya. Je, inamaanisha madawa kulevya? Si mazungumzo yako wazi. Sasa shida yako nini? Si mazungumzo yako wazi. Mpaka hapo kila kitu kinajieleza. Na wewe mwenyewe umekiri kabisa kwamba alichochukua pale ni kadi yake tu. Umeona? Kwenye sauti. Lakini kwa nini sasa hapo unajua na hela zingine tena zita? Kwenye Penal Code 132 wewe unakuwa mtuhumiwa, ili ni tatizo. Na ni bahati nzuri tu kwa binti aliweza kuondoka mwenyewe na mapema. Ina maana asingefanya hivyo, maana wewe ungeingia kwenye act ya moja kwa moja kwamba ya ubakaji. Penal Code 130 na Penal Code 131 wewe inakufunga moja kwa moja, ni kifungo cha miaka 30. Maana hilo ni tukio kamili utakuwa umeshalifanya, ni act. Kwa hiyo kwa mtazamo uliopo hapo, wewe tayari ulishaingia hatiani. Huyu binti hana hatia, hana kosa. Alikuja kwa mpenzi wake kukuona na amefika kwa mpenzi wake, mmekubali kama mlivyokubaliana. Wewe ukataka kumbadilikia, ukamtekea madawa ya kulevya ili uweze kumbaka. Umri wako ufanane na tabia unazozifanya ndugu yangu. Utapotea. Afu wewe wakala, sikilize. Ni wakili bwana. Wewe wakili, unaonekana una njaa. Hizo njaa zako zinatetea vitu vya kijinga sana. Ila ipo siku vitakuja kukukuta hata wewe pia. Inspector Kuru. Naam. Mimi naona hili swala halina maana ya kuendeleza mjadala muda mrefu hapa. Naona kama tunaendelea kupoteza muda. Hili swala mbona limekaa kimapenzi tu. Au unasemaje? Kweli kabisa. Alafu wewe nilikupa onyo juu ya huyu binti. Kuna habari ambazo ziko chini ya carpet nilikupa kwa makini. Kwa nini kama unashindwa kutongoza, kama ni ndogo zake si ungesema watu kutongozee? Una kila kitu mzee wangu. Unamiliki pesa, unamiliki magari, unashindwa unafeli wapi? Na wewe binti. Hasa hivi tutadili na wewe perpendicular. Mguu kucha kwa kucha. Kuangalia kile unachokifanya. Ondokeni. Kesi imeishia. Mimi najua mnamfanya nini huyu binti. Wewe, huyu binti akiwa chochote sheria inakuangalia. Sawa. Afu dogo, hayo unayofanya hayaendani na umri wako. Kwa sababu hizo wakati unazozitoa za kufanyia mtu mabaya, unajiingiza kwenye matatizo zaidi. Hapo kufanya matatizo na wanaongeza tena matatizo mengine. Kisheria kwenye Penal Code kifungu namba 89(2) mabano A kinakutia hatiani kwa hadi hizo unazozitoa za kumzuru mtu. Utaingia shidani bure. Achana na hayo mambo. Ukimpigia simu usiku anasema yuko busy na story hazieleweki. WhatsApp blue tick tu, jibu linakuja asubuhi na moji. Anajua kupozea, anajua kukupika kwa maneno matamu, lakini ndani hakuna kitu. Ni kama nyumba ya hewa tu.